Junda TV. Hawa vijana unaona wanakata watu mapanga hawa. Mama sao. Masuala ya siasa ya kabila hapa Junda iko. So, vile hakuwa ameinvest hapa. Hakuwa ameinvest. Na hata alipata uongozi yeye alitafuta pesa kupeleka Busia. Atakuwa amesaidia watu hapa. Wananchi wakaaji wa Junda wachague mtu ambaye ameinvest Junda. This is Ibrahim Junda TV na tunataka kukaribisha wengi sana ambao pale nje. Kuna siku ya kiongozi. So, leo tuko na kiongozi ambaye kwa majina anaitwa Nicodemus Barasa, mkaaji wa Watani, Kongodia area, mwana harakati. Nimepata mafunzo na muhuri na kituo cha sheria kueneza mambo ya haki katika mitaa. Na hamasisho. So leo tuanze kuangaza kwa sababu kupitia katika kituo cha TV tutapata kujua mambo mengi zaidi. So ndugu yetu Barasa, najua wewe ni kiongozi na pale unapotoka najua kuna mambo mengi sana unayaona. Hii Junda unaiona vipi kwa mtazamo wako, kwanza katika hali ya ukabila? Junda nimekaa muda wa miaka 23. Junda Kisauni nimekaa miaka 29. Naelewa mambo ya Kisauni, naelewa mambo ya Junda. Mimi niko katika mstari wa kwanza kwa wale viongozi ambao walipewa mafunzo kuja kueneza mambo ya haki na uhamasisho katika eneo la Junda. Tukiangalia katika vile Junda imekaa kama imetengwa. Viongozi tuko nao lakini imetengwa. Masuala mengi wananchi hayafikii wananchi. Kuna uongozi ngazi tofauti. Kuna administration na kuna political line. Hii mambo ya siasa. Lakini wananchi hawapati huduma zao vizuri. Nimefuatilia siasa kutokea wakati wa Maimuna. Nafikiri mnamuelewa. Yes. Maimuna. Nikaja nikafuatilia siasa ya Onje. Nimekuja nimefuatilia siasa ya Bwire. Nimekuja mpaka nimefikia Kai. Mara nyingi siasa ya Junda huwa inaenda na kabila. Inaenda na kabila miaka yote. Tumekuwa watu wanachukua uongozi kwa sababu ya kabila ya fulani. Masuala ya siasa ya kabila hapa Junda iko. Katika siasa ambazo tunazitazamia pale mbele 2027, katika mtazamo wako, je, unaona kwamba hiyo factor ya tribalism bado ita-dominate katika siasa za Junda? Kulingana na vile mimi nimetazamia maneno siasa ya 2027, kiongozi wa Junda, watu wanaangalia nani kiongozi gani anataka kusimamia Junda na amefanya nini. Wanataka investor. Hawataki mtu apewe uongozi akijenge. Wanataka tayari investor. Tunaangalia mtu ambaye tayari anaweza pepa shida zetu Junda akiwa pia yeye na mali yake. Hatuwezi kuchukua mtu ambaye hajakuwa na mali hapa tumpe uongozi, ataongoza na uongozi ni mali. Tutachukua mtu kama Barasa. Mimi nimejenga nyumba zangu Watani na ninafanya shughuli zangu Watani. Sasa tutaangalia mtu ambaye ameinvest Junda. Si yule ambaye anakuja kwa sababu ya jamii fulani. Hiyo ndio tulikuwa tunapotea. Kwa mfano, Bwire akiwa hapa kiongozi. Bwire hakuwa ameinvest hapa Junda. Hakuwa ameinvest. Na hata alipata uongozi yeye alitafuta pesa kupeleka Busia. Atakuwa amesaidia watu wa hapa? Hapana. Hakusaidia watu wa hapa kama tunaenda katika jambo lingine ambalo pia ni la kizungumkuti kidogo about insecurity. Na nadhani you are one of those people that we really have faith in terms of security operations in Junda as general, and you have a acting capacity in the security matters in Mombasa region, if I'm not wrong. Sasa nataka wewe unaonaje katika hii mambo ya security? Where does this insecurity come from? Zinatokea wapi? Hawa watoto ambao tunasikia mara wamekata watu mapanga, mara mtu amepigwa ngeta, mara unasikia mlango umevunjwa, jamaa hero mali yake amenyang'anywa, mara sijui nini. Hebu kama wewe kiongozi, najua umekuwa ground.
na lazima ukiwa ground kuna vitu vyenye unaweza ona ukasema hii ndio inachangia watu kuwa waizi, hii ndio inachangia vijana kukata watu mapanga, si ni kweli? So mimi nataka utueleze kama wewe kiongozi ambao uko pale chini mashinani. Insecurity wanakuambia usalama unaanza na wewe mwenyewe. Kuna shida hapa ni kwamba wasasi ndio shida. Kitu cha kwanza tusiseme kazi wasasi. Okay. Wasasi wanatendekeza watoto. Inaweza ongezea, yani ndio uelewe. Yes. Mimi niko na watoto. Mtoto wangu sijampa ruhusa au kote kitu aniletee nyumbani hata akiwa shule. Mtoto wangu sijamwambia kwamba ataniambia ni mgonjwa akae akose kwenda shule. Watoto wangu ikifika siku ya shule kama ni mgonjwa mwalimu aniite mimi shule, ampeleke hospitali. Mtoto atakuwa na nafasi ya uhuru. Akina mama tuseme tu wazi, akina mama katika maboma fulani wamefanya watoto wa fulana wamekuwa wabaya. Msana anataka kuambia kijana hii mwenendo si mzuri. Mama anamwambia achana mtoto wangu, achana na mtoto wangu. Nitaongea hivi watu wataona ni vibaya, lakini ni ukweli. Kwa sababu tunaishi nao. Mtoto wa kifulana mama uwezo kujua tabia yake. Wewe utajua wakati anakula peke yake, lakini mambo ya kifulana baba ndiye anajua. Ukiona baba anahukumu mtoto hako sawa. Lakini akina mama ile maboma imetawaliwa na akina mama, watoto ndio wanatoka na vipanga. Hiyo ndio ukweli. Na sisi tunasema hapa kwa sababu mmeniita, hiyo ndio ukweli huko. Hawa vijana unaona wanakata watu mapanga hawa, mama sao. Mtoto amepatikana anaiba kitu, ukija kumwambia anakuambia wachana mtoto wangu aliachakuwa mbaya. Na ndio mimi. Sasa tutalaumu polisi kwa nini? Haya, tukishika tupeleke police station, mama ameshakimbia, ameuza TV ameenda kumtoa. Ameshasaidia ni kwa sababu polisi watasema on humanitarian ground, wacha tumsaidie mama ameli, mtoto wake si mbaya, pengine ilikuwa bahati mbaya. Tusaidie hii jamii yetu ambayo ni ya Junda ije kubadilika kesho, tuwe na jamii njema. Hakuna kazi inaweza tosha watu wote duniani. Lakini msasa unaweza puni nafasi ya kazi kwa familia yako. Mimi nikija Mombasa, nilianza kusukuma mkokoteni Kongowea. Wale nilisukuma nao 1996 pato wanasukuma. Lakini mimi nikaona hiyo kazi sitaiweza. Nikaangalia laini nyingine. Hiyo laini nyingine ikanipa nafasi ya kufanya vile nafanya. Watoto wangu nimewasomesha hawana kazi, lakini nimewapunia kazi hapo nyumbani. Naambia, wewe badala ya kwenda kukaa idle, nataka nione ukiingiza pesa kupitia kwa shughuli fulani. Yes. Halali. Ndio asikosekane. Mimi nilikujulia kupitia infrastructure. Niliona ukijituma kabisa wakati kiongozi ambao anaenzi ama anaania ugavana is an aspirant governor, ambapo amejitoa wazi, hajajificha ya kwamba anataka ugavana wa Mombasa ambao ni Ali Menza Mbogo. Sasa kama wewe kiongozi unapoangalia Ali Menza na unapoangalia Junda yako, je, unaona infrastructure from 2022 up to now kuna vitu unaweza hesabu ya kwamba vimefanyika, ama hii Junda imewachwa yatima in terms of infrastructure? Wakati Mbogo alikuwa mbunge wa Kisauni, alikuwa anaingia mashinani. Hakuwa anaelezewa story. Hata Bwire hatukuwa tunajua ni MCA. Mbogo ndio tulikuwa tunajua anafanya kazi sote. Mbogo atakuwa Wangwani. Mbogo atakuwa Ng'ombeni. Mbogo atakuwa Kajiweni. Mbogo atakuwa Vikwatani. Na atashuka, atatembea na watu watoe maoni. Na atajaribu kufanya kila ambacho watu wanasema. Lakini kutokea 2022 siwezi kulaumu MCA peke yake. Tuko na nafasi ya mbunge pia. Mbunge ako selective kufika mashinani. Mbunge hajawahi kuwa tuna jukwaa lake la kushukuru watu ama asikise maoni ya watu kama Mbogo. Mbogo nilikuwa naita vikao na kaa naye kwa classroom na watu.
namuuliza maswali, anasema baraza hii na hii na hii tutalipa, na nisipofanya msinipe kura. Watu wa kutaka maendeleo ni kulete vitu parawanja. Mimi naita mkutano ni wa barabara. Mboko anasema tukutane Nyali na chukua vijana, mimi nalipa fare na sina kazi maalum na wapeleka. Kwa hivyo kutokea 2022 kuna shida ziko hapa katikati. You know, we have Junda residents and we have Junda's award, and then we have Mombasa as a county. Do we blame an elected leader, executive, or who do we blame? Katika hiyo scenario tutalaumu nani? Kwa sababu hapa mashinani tuko na kiongozi ambaye amechaguliwa na tuko na gavana na ofisi yake ambayo ina implement miradi. Je, katika hawa watu wawili kunaweza kuwa kwamba kiongozi, kuna mvutano kati ya MCA ambayo yuko kwa sasa? Na I want to tell people, but I want to clarify this to people. Junda, for a long time we have been producing oppositions in county, by the way, if I'm not wrong. Tumekuwa na oppositions. Hatujawahi kuwa tuna mtu mwenye ana line na governor kabisa vizuri. Tumekuwa na opposition, mtu anajaribu kusukuma, yani anajaribu kupinga serikali kwa ile hali yote ile. I remember the last person we had alikuwa ni Raphael. Raphael alijaribu kusukumana sana na the former governor, which is Ali Joe. And I remember Junda was like a throne on the dustbin. Ilitupa kwa dustbin. Kiongozi kama wewe, are we heading the same direction yenye Raphael alikuwa, where that you are MCA by name but not with the development? Mimi nitakujibu kulingana vile ulisema. Shida iko kwa executive. Na mimi nalaumu executive sana kwa sababu hawa wanakuja on the ground kufanya what we call public participation. Maoni ambayo huwa tunatoa kila wakati, hata mimi sihudhurii hizo mikutano sana kwa sababu naona ni useless. Wale wamekuja kutafuta overtime hapa na mimi nimekuja kushinda njaa kutoa maoni ambayo hawatatekeleza. Siwezi kufanya hivyo. Mimi ningependelea hivi. Yule kiongozi tuko naye ni huyu Sylvester Kai. Kweli anapinga governor. Kwa masuala ambayo wenyewe wamejua kwamba hii si sawa. Lakini saa zingine mimi nasema hivyo, kwa kiongozi tukanana hapa kwa miti alafu nenda nyuma bwana, watu wangu wanakufanya ama namna gani bwana? Ni kweli hiyo ndio hana. Sylvester hana hiyo. Ndio unaona kiongozi wa Junda kila wakati wanajiweka kando, si yeye peke yake, lakini ilikuwa yatakana kama wewe kiongozi wa eneo kama hili letu, unajua kweli lazima niseme ili wananchi waone nafanya kama lakini baadaye unaenda kujililia ulete maendeleo. Si uanze kujililia wakati mtu ameanguka kwa shimo ili magari ya kaunti ije iishi pale ama namna gani ionekane kazi inaendelea. Mbona wasije tukiwa wazima? Sasa mimi nalaumu executive. Na ingawaje lawama pia haiwezi kukosa kushika MCA, current MCA, kwa sababu yaonekana yeye driving school, tunaenda driving school. Ukienda na ile masomo umepewa driving school barabarani, hapa sio utakonga magari yote. Kwa sababu hapa kila mtu barabarani huwa mtu anatafuta maisha na mwingine anatafuta kupoteza maisha yake. Ama namna gani? Yes. Sasa kiongozi ile tuko naye yafaa ajue vile politics na kesi. Hajakuwa kwa politics muda mrefu, lakini kama angekuwa kwa muda mrefu, hata mimi natukananga Mboka alafu namwambia mheshimiwa, hapo nilikuwa nataka watu nijue watu wanasemaje kuhusu ama namna gani. Yes, so tunaongea sawa sasa politics. Sasa unakuwa na msimamo na watu wako wanakufanya wewe unaambia baba kwamba wewe mimi ni baba kwa boma langu pale. Sina jibu. Watoto walale njaa kwa sababu nasema sitaki msaada. Hapana, nasema mimi sitaki msaada, alafu baadaye napiga simu na niletee kitu kwa nisaidie unga. Niletee unga bwana. That is too hot. Wajua, kiongozi, kuna kitu umeongea cha muhimu sana na nataka watu wanielewe hivi ya kwamba naweza kuja kwa media nikaongea mambo mazito kuhusu kiongozi Nicodemus. Nikasema huyo Nick ni mtu mbaya kabisa, Nick ni mfanya hivi, Nick amefanya hivi, lakini tena mwisho mimi nikapita chini
Nikampata Niki nikamwambia Niki bana, ile ilikuwa ni media. Lakini sasa mimi ni huyu nimekuja, ni ndugu yako. Nisaidie, kwangu kunaungua. Kwa sababu it's a shame to say that maeneo mengine yanapata miradi. Utaona wanaweka taa, utaona kuna kabiri wanaweka, but when you come to Junda, any Junda tu Junda, specific Junda, unapata there is a dry land. Ukiona kabiri inawekwa sahihi, is either Bizimba ameamua kuwekea pale, kuna supporters wake. Ukweli uongo? Hapo ni uko sawa kabisa, na vile nimekuelezea ndio Bizimba anacheza hivi. Unaona? So tunaangalia yule Bogo ambaye alikuwa mbunge. Wewe ukiulizwa leo, ndugu yangu Nicholas Baraza, a political angle, political arena, to be a political analyst, venye umetembea katika siasa. Leo ukiambiwa Mbogo na Bizimba wasimame, ama uulizwe leo ambwe, je, ungelipendelea Mbogo arudi Kisauni kama mbunge ama aendelee na kuwa gavana? Ungesema vipi? Mbogo nimekuwa naye ushauriano lakini private kuhusu ile kiti amesimama na hii kiti alitoka. Umeshasikia? Na akanipa majibu yake. Mbogo akisema anakuja ubunge saa hii, mimi ndio mtu wa kwanza kusimama kwa kura yake. Kwa sababu alikuwa anasikiza wito wa watu. Na unajua kiongozi ni watu. True. Kiongozi si vikundi, ni watu in general. Vikundi ni select. Lakini kwa saa hii unajua, wacha nikwambie, wanasiasa ni wale watu ambao wako na mambo mengi, wana expect zaidi kuliko ile ambayo iko nayo mkononi. Lakini upande wa ubunge mimi ningemsupport sana. Lakini kwa vile ameamua kwenda juu, siwezi kumwacha kwa sababu alinifanyia maendeleo katika area yetu. Si area yetu peke yangu, kwangu wajafanya, lakini within Junda kuna vitu ambavyo naweza kumbuka navyo kama hii. Wacha tutaje tu ili lazima tutaje. Unajua kuna vitu vingine lazima utaje ndio watu wajue kwamba kuna kitu kilifanyika mahali fulani. Unajua watu pia watu wako na ile assumption na kusema kwamba fulani anataka ugava na amefanya nini. Hii kitu ambacho amenifurahisha sana nacho Mbogo, ambayo nasema hata akienda ukava, hata kama ataanguka atapita, lakini ataanguka na kura yangu ama apite nayo. Concordia Kachiwe Kapro. Huyo jamaa alifanya kazi na tulisimama naye. Ya pili, mwisho wa lami Gutatu alifanya kazi. Hussein Deir Tukiembeni alifanya kazi. Alafu kando na hizo vitu amefanya, shule amefanya na nikaenda kuziona. Si ati sinajua tu kwa makaratasi, nilienda kuziona. Unasema CPR? Nikaenda kuziona office chief. Sila alichenga na siona. Na sasa yeye ataenda hapo ndani. Haya, wacha tuje saa hii. Tumekuja kwa Joho. Kuna Joho ukienda Shandu utapata kwa Joho. Ukija kwa ndani watakwambia Joho. Saa ya Bulfamati ni mradi gani amefanya ukisa? Tumefunga chapter ya vyama vingali viko na nguvu na viko na usemi katika siasa ya Kenya. Hiyo tusifikiane. Na sasa tukimaliza kabisa, tukimalizia pale, tumeongea kuhusu pesa. Na hii Junda najua pia kutakuwa na pesa. Maana kuna tuseme kwa mfano kuna familia ya Kenda ambayo najua watakuwa wanapigania kiti kukiretain, ambapo tunawaita defending champions. Defending champion mpaka afike kwa alafu kutakuwa na jamii ambayo ni ya Kibandu ya kawaida wanatoa mtu. Tunaongelea the true nature of Junda. Jamii ya Kijaluo itatoa mtu. Si ni kweli? Hizo ni jamii ngapi? 3. Wenda Wakisii watatoa mtu. Wenda Wataita watatoa mtu. Kwa sababu last election we had almost every tribe was involved. Hata mmoja akawa ameshikwa mkono sana na Mbogo. Na pia hawa tuseme kwamba Waswahili watatoa paya bado. Na tayari tumejua kwamba tukiangalia katika ile hali ya siasa ya Junda ya kwamba hata kwa sasa
gavana yuko na mtu wake, anamfanyia mentorship na very soon atakuwa na hit ground. Je, fakta ya pesa hapa Juda itakuwa juu ama itakuwa chini? Wataangalia pesa ama wataangalia mtu? Hapa Junda kulingana na vile mimi natembea. Unajua si hadi mimi niko na gari, sina wheelbarrow, sina baiskeli, mimi natembea kwa mguu. Yes. Nikisikia shughuli iko mahali pengine ni mbali, nitachukua pikipiki vile nimechukua hivi. Yes. Sisi tutachukua mtu ambaye watu wa Junda wanataka mtu ambaye ameinvest Junda. Mtu ambaye ameinvest Junda. Okay. Pesa lazima zitembee wakati wa kampeni. Na zile pesa ambazo huwa zinatembea kufikia wananchi. Sasa convince mwananchi afikie mtu kura. Wananchi wakaaji wa Junda wachague mtu ambaye ameinvest Junda. Kiongozi, asante sana kwa muda wako. Hiyo ndio nataka nikwambie. Pengine uwe na jambo la mwisho la kuambia wana Junda. Mimi kitu naweza ambia wakaaji wa Junda ni kwamba next election waangalie kiongozi ambaye atalete mafanikio kwao, si wa kuwapa unga. Shukrani sana kwa director ambao wa TV yetu ya Junda. Mungu azidi kukubariki kwa sababu ndio tumeanza lakini tunataka tuambie watu wa Junda we are coming. Tunakuja pale mashinani. The next we are going to do, tutafanya documentary ya Junda mzima. Tunataka watu waelewe kwa nini tunachagua viongozi. Na leo ndio imekuwa mwanzo wa hili jambo. Hakuna stima, hakuna maji, kuna area pale juu Minazimu. Hakuna stima. Na ni Junda. Tulikosa maji almost 1 month. Tena juzi tumepoteza almost 2 weeks. Nikapiga kelele, watu wakasema huyu amezoea kelele. Si kelele. Hiyo kelele ndio imefanya tumepata maji jana. Kweli si ndio? Na tena sasa hivi wanatuambia bomba limepasuka. Now we need solutions. Taa zimezima mitaani. ECD center Junda hakuna ECD center Junda. Kliniki ambayo iko ambayo ni ya yetu ya hapa Junda, it's almost confused. Ni kama hata watu hawaendi siku hizo, wanakimbia wameenda Makadara. Wanaenda Makadara ndogo kule. Asante sana. Informative, influential, entertaining. Junda TV.